mambo hayo, yaani uharibifu ulio kwenye lile taifa, nikaketi, nikalia, nikaomboleza siku kadha wa kadha, nikafunga, nikasimama jambo la tano mbele za Mungu wa mbinguni. Kama kuna mtu mwenye kuponya taifa letu, ni sisi tunaposimama na kulia mbele za Mungu. Sikiliza, nikaketi. Kwa nini anaketi? Anatafakari yale aliyokutana nayo. Alafu anajiuliza, nifanyeje? Mimi niko nchi hii mbali sana huko. Nifanyeje? Lakini akitafakari anaishia kulia. Wapendwa, yako mambo mengi ambayo yametuumiza kama taifa. Ni mengi yametuumiza. Tumelia, tumesononeka ndani. Haya. Nikaomboleza siku kadha wa kadha. Maombolezo ni maumivu ya ndani ya moyo yanayotokana na mateso ambalo mtu amelipitia. Nikaomboleza siku kadha wa kadha. Kumbuka huyu yuko nchi isiyo ya kwake, yuko uhamishoni, nchi ile ya kama nilivyosema ya imani ya leo wajeni huko. Anaona yanayotokea Yerusalemu. Afanyeje kusaidia taifa lile, kusaidia wale watu wake Yerusalemu? Anasema nikaomboleza siku kadha wa kadha. Wapendwa, unaposikia yanayoendelea mabaya kwenye taifa lako, kwenye nchi yako, hata chakula hakishuki. Na mkumbuka mtumishi mmoja wa Mungu ambaye alikulea sisi kwenye wokovu, na useme mimi kwenye wokovu. Baba yule nakumbuka tulikuwa tumeketi mezani, ni saa ya kula chakula. Mara nyingi mama yetu inapofika saa 1:30 ama saa 2 ndio saa yetu, meza inaandaliwa, tunakula chakula saa hiyo. Kwa kuwa saa hiyo ni saa 2, ni saa ya taarifa ya habari, baba yule akisikia jambo lolote linalohusiana na maafa au nchi jirani, huo ndio mwisho wa yeye. Shike tikisi, mwambie mpendwa, ukiomba Mungu anasikia. Wengine wako maiki ya nani? Sisi tunakuacha. Haleluya. Jamani, haleluya. Jamani, haleluya. Biblia inasema usikule ufalme hata usingizi ya kulala. Maombi yake ni nini? Mungu, kumbuke Danieli. Sasa sikiliza, hawa simba wana njaa. Na jamaa ametumbukizwa huko kwenye simba wenye nini? Wenye njaa. Alafu unaendelea